How do you feel? Yes. The same thing. Okay. This part. Nangoja action. Hii ni Cafe Maisha. Na maisha ni mitihani, kuna panda na kushuka, na kila mtu lazima apitie mtihani. Kama hauja kuanzia leo, basi kumbuka uko njiani unakuja. Ali, kakangu, umepotea kwa siku nyingi hadi nimefanya wasiwasi cha mno. Quite a lot. Wajua, for me ukisema kwamba nimepotea, Naam. Then it means sionekane kwenye rada yangu, where I'm supposed to be seen, kwa social media and all that, by virtue kwamba mimi nafanya communication. Naam, naam. Ndio. Sasa huko kote tumekuwa sionekane for quite a while. Yes. And in life there is a downfall and blooming. Yes. So I'm guessing this was, lakini I had a feeling you are not okay. You've not been okay, Ali. Not the bubbly Ali that I know. Quite true. Na kila mtu I guess hupitia, lakini wakati wenzangu, my peers were going through, I was on my bloom. So sikuwa naelewa whatever my peers were going through. Okay. For me, now I'm down. It takes time for me to realize that actually I'm on my downfall. Na nika digest, nikajua. That's why I'm admitting kweli I'm on my downfall. You are. Yeah. And depression is real. Right? Quite true. Depression is real, na inategemea katika circles zetu kidunia. Kuna watu wengine hiyo depression wataicategorize socially, wengine economically, wengine even religiously. So mtu labda anapitia depression lakini hata iita depression, asema mimi nimepigwa husda, I don't, so many things. So it depends. I know. Na inategemea at that time ukiwa na hii hali, labda msongo wa mawazo, ni nani ambaye umemlekea. Tunaambiwa kwanza ni Mola wako, lakini pia inakuwa vigumu kwa sababu hujui umeingia katika shimo kwa muda gani na utatoka vipi. Kweli, umeingia muda gani na utatoka vipi? Yes. Na ni wakati gani umeingia in your life. Sasa haimaanishi kwamba depression unaipata ukiwa ukubwani peke yake. For example, twende tu kwa school life. Naam. Yeah? Uko primary school, unataka kusema kwamba pale hakuna downfall? Ipo, lakini labda kwa ile akili ya utoto, Ali, labda si wengi wenye kuwa na ufahamu huo. Quite true. Alafu hii downfall ya primary school, being an early stage, inaweza kuwa inakutokea wewe in person or it can be secondary. For example, mimi imetokea I'm in a private school, ika change from private school to government school. Okay. That aside, so mnaona kwamba there is change in life. That aside, lakini sasa kifamilia. Yes. Yeah? Kila siku mimi nimezoea kwamba namuona baba na mama peke yake. Yes. Alafu unasikia kuna something kama mwingine ameongezeka. Huyo ni pili. Alafu unaona there is change in life economically. Ilikuwa tuenda na baba wapi, sijui kuna nini. All that change, there was downfall. It affected us. I know. Na nadhani kutokana na mila na tamaduni za Kiafrika, wengi wa wazazi tunaona watoto huwa waathiriki kutokana na ile mipango yao. Right? Na during that time pengine ni wazazi wachache ambao watakuja kutanabahi kwamba mtoto wangu huyu anaathirika kwa ile maamuzi yangu ya maisha. Kweli urongo? Quite true. Na at no given time mzazi anaweza jua kwamba mtoto wangu anaathirika. But those secondary people who are handling the child, mwalimu wa primary, headmaster, ndio maana mashule kuna our counselors, kutoka tuko wadogo, kuna counselors, si ndio? Yes. Yeah, wale pengine labda wanaweza notice a little bit of change kwa mtoto. Kweli? Mtoto mwenyewe ha notice, mama na baba ha notice, lakini labda mama na baba wakinotice, wao the angle of noticing iko tofauti. Huyu ana tabia mbaya, siku hizi mbadil, kumbe kuna kitu subliminal. Subliminal ni kitu chenye kinaonekana bila kujua, yani it's like a subtext. Sasa vitu kama hivyo vinamuaffect sana mtoto. Now socially, hebu tutoke kwa school life, tuende kwa socially. Social life, mtoto wako primary, mama na baba wana mgogoro, wanajificha living room, lakini kumbe mtoto anasikia whispers, walls talk. That's one. Two,
change in life. Hata ile energy na change within. Yeah. Yes. Alafu unapata baba na mama, see whatever they are going through, ime happen abruptly mwaka huu, lakini mtoto saa ile yako class 8, yeye kuanzia class 4 anajielewa. Mami na daddy, they are ever laughing at home. It's bubbly, si ndio? Yes. Yeah, all things are roses. Alafu sasa baba mkua mkali, lakini yoswali bado yenda kanisani afanya kile, lakini sasa amekuwa mkali. So there is a change, so mtoto ana shift. Si ndio? There is a paradigm shift mtoto anaona socially. Na sana sisi it's either economic ama socially, na socially inamaanisha either polygamy imeingia kwa family, it affects so many kids. Bila kujua. Na ukiangalia kwa upande huo that you have experienced Ali, ni kwamba unakuwa na azma gani kimaisha, like ulikuwa umejiwekea goals fulani, when you make it you'll make some changes in your life. Ukianza tu huyu mtoto wa primary ana azimio fulani, yani there's urge, there are objectives yeye mwenyewe anaziona. For example, uko na cousins wako, unaona first cousin wangu alipata 400, I'm now in class 6, so hiyo ni goal yako. Alafu now downfall inatokea. No, ni kama ni pressure in within, yeah, but I'm thinking it's healthy if it's personal. It's healthy. Okay. Yeah, ni personal mwenye najiekea, so it's healthy for you. Lakini kama inatoka from a secondary, it might be a negative pressure depending on venye huyo mtu anakuwekea hiyo pressure. Pia inatokea, kwa nini ulize hivi, ni kwamba labda unataka ku achieve something ndo uoneshe kwamba you are not part of what they have, the outcome is, na pengine wataka kuonesha kwamba I can be better than what my parents or my siblings were. Kulikuwa na hiko ama hako ka competition within you? Did you experience that? Yeah, and at some point unataka maybe ni kuwe kama mtu fulani, kazi yangu fulani, ama firstborn wetu. Then let's say nimetoka from school life, ile social life, polygamy ya mama na baba ime happen, downfall imekuja. Sasa huwezi kuachieve ile objective. Kuna wengine wana achieve bado, so out of whatever is happening kwa surrounding yake, yeye ana push paka ana achieve. Sasa umetoka kule primary, umeenda secondary, life imekuwa poa. Umetoka secondary, umepitia sana. Na katika hii life ya secondary ndo watoto hupitia sana, kwa sababu inamaanisha either 15 and above. Wazazi washakaa zaidi ya miaka 15. Ndio sasa pale ndo michakato inaanza in life. Sasa kwa pale umeenda umeachieve a lot, si ndio? Alafu now hizo issues za polygamy zinakuja, economic depression inakuja. Hizo zote ni downfall. Mtoto anaanza kufail. Hizo zote ni downfall zinakuaffect. Haya, umengangana, umeona KCSE imekuja, umethrive, you bloom again. Downfall to bloom. You bloom, now you come out and you go through college. Pale campus, it's you now. So long as fees inalipwa, now it's you. Personal initiative. Unatoboa pia pale. Sasa work life, there comes either downfall or bloom again. Oisha kupata downfall kazini, or bloom kazini kabisa. Ni ndo nikasema ni part of life, lakini mpaka uwe una accept kwa si lazima siku zote utakuwa juu na wala utakuwa chini kidaima. Na for that to happen, wewe ku accept, then you must be aware, ama? Yes, you must be aware of what is happening around you and how to overcome it. Wewe wafikiri kwani watu wengi are so many people aware that there is downfall, bloom, wengine ita depression? Sasa I think pia kwa upande mwingine ni watu kutojiamini na kutojua kwamba ndo hali ya maisha. Alafu pili, wengine wanakuambia either learn from your mistake, ama ubaki hapo uzidi kudidimia chini. So it's a choice in the end. Right? Quite true. So just like a lot of people are going through depression right now. But how many of us are waking up and saying enough is enough, I have to do something out of this. I cannot stay down forever. Aya, sasa work life, Ali. Work life. Nimepitia zile downfall dogo primary, secondary, zimenijenga. Sindio? I'm now in my bloom. So work life, watu wengi, mtu yote kipata kazi, hata kama hii job let's say ina pay 40,000 entry, introductory phase. To you it's bloom. Ilikuwa sina kazi, sasa nimepata. Then you realize, my peers nini wenzangu wanalipa 120. Now you fight towards that. Kwa work life. So fighting towards that, what's that? Inamaanisha you put in more work kazini, Rahma. More work kazini, Rahma. More work. Then kuna tu factor moja pale, if you are not aware, which is ni mtu ama work life imekuja na bloom, nimeoa,
alafu either uliomoa na kuleta chini, ama pale kazini kuna mtu mmoja tu kizingiti. Why would you say unayemoa na kuweka chini? It depends, because inategemea na vision ya unayemoa. Watu wengine wanapatana, tuambua religiously it's not good to date, lakini misingi umemchukua kutoka kwa family gani, ako vipi, amesoma ama kusoma, alafu wewe mwenyewe are you aware that kwamba mimi nachukua mtu amesoma ama hakusoma, na ametoka family gani, so how do I want to shape them? Hizo ni objectives unaziweka na goals zako. That's why couples need to talk about things. Are you open or transparent about it? I'm open, I'm transparent, na mtu wangu haelewi. Yani ha appreciate kwamba kuna mtu mimi is taking me through these phases. So pale kuto achieve tu ile objective, Rahma, downfall hiyo kubwa sana. Na tukiangalia kwa upande mwingine, waambiwa couples wanafaa wasaidiane in terms of kwa mambo mengi katika ujenzi wao, mahusiano yao. Na hili ni jambo ambalo lafaa liangaziwe kwa ukubwa na deep. Sasa pale inapotokea mwanamume ameanguka chini, pengine alikuwa ana shine for some times, then all of a sudden you have that downfall. How do you pick yourself up? Na ikiwa yule mke pengine amekunyoshea mikono yake miwili akusaidie. Ali, tutarudi baada ya pumziko. Sawa. Kunywa chai yenye Shukran. Swahili Honey, au sio? Swahili Honey it's so natural, yani kutumia Swahili Honey unlike ile hard sugar ya kawaida. So it's very original. It has a very authentic taste. Mimi nasikia ni kama mbeni nimekunywa sugar. So we come back after a short break. Yes. Cafe Maisha. Take 2 faster.